Hello, hamjambo? Jambo. Karibu kwenye kikao hiki. Hii ni koti nambari 2 nafasi ya 53 na ambapo tunaenda kukaa kikao hiki. Kwa hivyo hii kesi iko na mshtakiwa na iko na mlalamishi. Na hii kesi iko chapter 53 of article 19. Inasema mshtakiwa alishtakiwa kwa sababu alileta jogoo ambayo imeumwa. Na hiyo article imeweza kusumbua sana. Kwa hivyo tulikuwa tunataka tusikize kwa mlalamishi mwenyewe. Labda Bwana Karani, uko na yapi ya kusema kuhusu hii kesi? Mimi nasema hivi, kama mshahidi nini kata kwanza safi. Kama mshtakiwa uko hapa na kama uko na mashahidi unaweza waleta kuja mbele ya koti. Kwa hivyo nikiongoza hiki kikao, tukirudi upande wangu wa kushoto, ni nani mlalamishi? Wamenyanyasa sana. Wewe fuata masharti ya koti. Nani mlalamishi? Mashahidi wako wapi? Uko na mashahidi? Wao waoni ndao. Wangapi? Sasa kama uko na mashahidi, wewe baba yangu na kuuliza ni wangapi? Wangapi? Wanne. Wanadada wangapi? Wawili. Wanaume? Wawili. Kwa hivyo Bwana Karani, umeweza kuona ile nambari. Tukirudi mkono wangu wa kulia, mshtakiwa ni nani? Uko na mashahidi? Mashahidi ni wangapi? Mashahidi ni watatu. Na huyo? Hao wamenisindikiza. Ni ukweli ni watatu? Ni watatu, hao wamenisindikiza. You see, you are trying to be rude. How many are they? Mheshimiwa pole, wacha niombe kwanza nini? Wacha niombe nini msamaha. Kitu tuko na 1 3 7 tuko 9. Are you learned? You are lying. Yes, I'm already learned. Are you learned? I'm learning. Yes or no? Are you learned? Yes or no? You are lying. Bwana Karani, Mimi natumia Kiingereza, natumia English. sit down. They are my head band they have. Sit down. Turudi huku kwa mshtakiwa, kwa mlalamishi. Hebu tutolee malalamishi tusikize. Niko na mengi hata siwezi kuelezea. Na unafanya nini kwenye unafanya chemba? Wamenitesa sana, acha nielezee tu. Na kuja Hapa, simamia hapa. Wenda, rudi hapa. Unajua nimekupea dakika 2. Sawa, nilikuwa wapi? Nimekumbuka. Wakati wako umeisha. Twende kwa mshtakiwa. Mshtakiwa? Na Karani, kulingana na hii kesi, mimi naona mshtakiwa atamshinda huyu. Yes. Atamshinda. Nishashinda. Unaona mheshimiwa? Mnamo tarehe ngapi? Mnamo tarehe ambayo sikumbuki vizuri, lakini ilikuwa ni mwezi wa nini wa 6. Ilikuwa ni tarehe 10 na nini, tarehe 10 na 20. Mwezi wenye sikumbuki. Huyu mwenye mmona hapo, huyo kinyamu mwenye mmona hapo, huyo kiumbe dhaifu. Nitakukata unaita nani? Huyo kiumbe dhaifu. My lord. Hapa ni koti. Tulikupea wakati wako ukaupoteza. Kwa hivyo usikiza Sikupoteza. Hiyo kiumbe dhaifu amenizoea mheshimiwa. Juzi amekuja akasema kwamba mimi nilijaribu kuingilia mtoto wake kinyume na maumbile. Sasa mimi nimeshangaa, mimi nimeingilia mtoto wake kinyume na maumbile. Nyamaza. Hapa ni koti. Unajua utashtakiwa. Ananiita kiumbe. Utaongezewa makosa. Askari wa koti. Wewe kijana. Askari wa koti. Askari wa koti. Utapiga simu. Naweza fanya shughuli. Sasa mheshimiwa, Askari wa koti kuja. Askari wa Kuja. koti. Nenda wapi? Kuja. Linda huyu mtu. Linda huyu mtu. Askari wa koti. Nalinda nani? Linda huyu mtu. Mimi ndo nimeleta mashtaka. Wewe. Linda huyo mtu. Askari wa koti. Mshtakiwa endelea. Sasa mheshimiwa, mimi kwa hii heshima yangu na venye navaa koti la fungoni nyambe, ananiambia kwamba nilikuwa nataka mtoto yake kinyume na maumbile. Mimi nikanyamaza, nikamhurumia, nikamwachia Mungu akutane na yeye. Kwa sababu mimi nilikuwa nimeokoka. Wakati wako umeisha. Wakati wako umeisha. Kwa hivyo
Karani, natumai umenakili hayo malalamishi. Nimenakili. Kwa hivyo kwa upande wangu wa kulia bado tunataka tusikize kutoka kwa mashahidi. Tuko na ndugu Onyango. Ndugu Onyango, tunataka utuambie ni yapi ulishuhudia. Shahidi wa kwanza Mzee Onyango, amka. Mbele ya koti. Mbele ya koti. Wewe ni nani? Rudia haya maneno. Mimi Mzee Onyango. Mimi Mzee Onyango. Maneno ambayo beba mkono juu. Maneno ambayo naenda kuongea mbele ya koti. Maneno ambayo naenda kuongea mbele ya hii koti. Sema maneno ambayo naenda kuongea mbele ya hii koti. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ni ukweli kabisa. Sema ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Mungu nisaidie. Ameshanisaidia. Sawa. Tuendelee. Sema yale ambayo ulishuhudia. Yale mimi ambayo nilishuhudia. Mnamo tarehe ngapi? Tarehe ambayo sijui. Hata mwezi nilikuwa nimelala sana. Sasa huyo kijana ameongea mengi kwa ndugu yangu, lakini yote ni ya uongo, hakuna ukweli. Umesikia kenye nimesema? Wakati wako umeisha. Karani, umenakili? Nimenakili. Amka Mzee Wafula. Mzee Wafula. Jumatatu tarehe 23 mwezi wa 3. Nini kilitendeka? Saa 11:30 jioni. Ni yapi uliona? Huyu kijana malalia ndugu yangu sana. Naona kijana Hakunilalia, alinilalia tu na niharibia heshima. Mimi mtu mkubwa hivi nasalala na mwanaume. Mheshimiwa ikanja deal with the house of kumtetea na utaki. Situlia nikutetee. Umenilaliaje? Yale niliona yani. Yale ni unasema alinilalia. Wewe fuata masharti. Alikuwa amemlalia. Umenilaliaje? Kwa njia ya kupigana ama kwa njia ya kutombana? Ya ngono ama Si ati maja mnafikira tofauti. Njia ya kupiga. Alikuwa amelemewa. Si ati kulemewa. Alikuwa amelemewa na pigwa sana. Alikosa makosa lakini ambia tu koti. ni ukweli, sina kuambia ni ukweli. Tulia kwanza. Mheshimiwa, sasa atamkata. Wakati wako Umeisha, kaa chini. turudi huko pande wangu wa kulia. Keti, wewe keti. Na unajua askari wa koti atadili na wewe. Usipotulia. Ataosha koti. Haya. Usipotulia. Akitoka hapa ataosha koti. Unajua unajiharibia. Utaosha koti. Mshahidi Mzee Remson wa Matamu. Tunataka utuambie tarehe 23 mwezi wa 3 saa 11:30 jioni. Ni yapi uliona? Amka. Hakukuwa. Wewe. Hapa anafanya nini? Hapa anafanya Amenisindikisha tu. Askari, huyu mtu nipeleke huko kwa peleka. Huyo shahidi. Amka. Peleka yeye. Beba yeye, peleka. Haya, rudi huku. Rudi. Keti. Umeona kile mwenzako amefanywa? Next. Mzee Wepuhulu. Tarehe 23 mwezi wa 3 saa 11:30 jioni. Ni yapi uliona? Mimi nilikuwa na huyu jamaa nikamwacha hapo hivyo. Akachukua kakuku akakimbia nako hizo. Unaona? Wewe ulikuwa umetoka wapi? Ulikuwa unatoka wapi? Tulikuwa natoka na yeye kazi yani. Ulikuwa unatoka na nani? Na huyu jamaa huyu mzee. Alafu ikafanyaje? Akachukua kakuku, akapandia ng'ombe na mimi nikatoroka nikaenda kuita huyu jamaa. Utapeleka. Nikaenda kumuita nikamwambia, "Kuja uende ushuhudie mwenyewe." Akakuja Alafu akashuhudia. Kufika alimpata na kuku. Ndio maana amemleta kotini. Alafu mkachukua hatua gani? Mkaenda kuripoti kwa kituo cha polisi ama? Tulimleta kwa polisi. Wakati wako umeisha. Kulingana na Bwana Karani, hii kesi kwa 50 by 100 from scale 50 to 100 unaimesha aje? Hii kesi inalalia wapi? Aje ifanye tuongeze mashahidi wawili. Kuna swali. Wawili. Turudi pale kwa mzee Sifumboho. Tarehe 23 mwezi wa 3 saa 11:30 jioni. Ni yapi uliona? Siku ya yona ya popote. Endelea. Uliona ya wapi?
Juu jamaa nilikuwa naye tangu asubuhi hadi jioni. Alafu ukaendaje? Hapo sasa tulitoka na kazi na yeye. Tukaenda na yeye hadi nyumbani. Sikumuona akigeuka pale popote akifanya kitu chochote. Huyu mzee ni kumfananisha tu na anamfananisha. Huyu mtoto pia ni shahidi? Pia ni shahidi. Kuja mama. Lakini hazieleza saa hii, ataeleza baadaye. Ataeleza baadaye. Yeah. Kaa hapa. Huyu mtoto ana misbehave kwa chemba. Security. Ataongea baadaye. Venye tulikuwa naye tukaenda na hadi nyumbani. Huyu unajua kuna kitu wao wanatafutana, si unaonanga majirani venye wao wanakuwa. Sasa ni wewe hivyo ndo alikuwa. Hivyo sasa. Wait, security deal na watoto kwa chemba. Hivyo sasa ndio ilikuwa. Sasa mimi naona hapo hivyo. Yaani kutafutana tu ya majirani ndio ilikuwa shida. Hapo koti itaamua. Haya. Kulingana na mimi bwana Karani, au mashahidi ni wakora. Pande zote. Na kwa sababu mlalamishi hakuongea akamaliza, nataka nimpe dakika. Karibu. Acha kunipigia simu, acha kunipigia, niko busy. Mbele ya koti kenye ndasema ni ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Hivyo. Huyu mzee. Nimesema nani? Anakujanga acha kupointi hapa ni koti. Sawa. Huyu mzee anakujanga kwangu. Wanyama wangu hawalali mzuri. Huyu mzee vile unamwona anatembelea wanyama kuanzia kwa kuku, kwa ndama, yote. Usiku. Mifugo. Ndio hiyo usiku. Mimi nimelala. Kitu kingine. Najua wanyama wangu hawana amani. Tulia. Karani. Hiyo tu ndo pointi ambayo nilikuwa nimeongoja. Kulingana na hii kesi, mimi naona tukate rufaa ya siku 14 na mshtakiwa atakaa kwenye seli huko kwa siku 14 uchunguzi ukiendelea. Kwa hivyo mlalamishi ataenda nyumbani na mashahidi wake, isipokuwa yule ambaye tulikuwa tumeingiza kwa chemba. Huyo ataosha koti. Alafu nichukuliwa yule nimepelekea kwa chemba. Fuata masharti. Mashahidi mtarudi nyumbani na tuamuru. Karani, tuamuru. Wewe keti. Tani mwage damu. Nyinyi endeni. Ndeni mashahidi endeni. Wewe security. Ndeni. Bwana Karani, nisaidie huyo aende. Enda. Na wanafika nao.